Bana, big up sana kwa shikaji zangu wote ambao wanafuatilia chimbo la hip hop. Mimi naitwa Lwatan JR Junior, gwiji la muziki Bongo Flava. Leo tunaenda kichifu. Unavyoona hapa rafiki yangu, nimezungukwa na familia ya watu wa hip hop na Bongo Flava nzima kwa ujumla, lakini tumekaa kichifu rafiki yangu. Kulia ni Azma Mponda, Jocelyn umemwona, Fobi, Black Queen na tumekamilika. Sasa hii ngoma inaitwa Tanzania Kwanza, ndo ngoma ambayo ipo mjini. Nadhani umeshakutana nao sehemu, maana hizo namba huko, namba so mchezo. Azma, vipi kwanza mzee wangu? Nashukuru Mungu, salama sana aisee. Tuko mzuka. Tuko mzuka, Mungu anatusaidia. Kabla hatujarudi kwenye project, twende katika tuzo. Kwa sababu tuzo ndo kitu ambacho mwaka huu kinaonekana kama mradi mkubwa sana. Hizi links, cypher na nini tumekuwa tukizifanya for a long time. Na watu wakishasikia tuzo kunaingia conflict of interest. Tanzania tuzo nyingi zimekuwa zikitupiwa lawama. Japo duniani iko hivyo, lakini kibongo kuna zile Azma ataweka wasanii wake wa Aznas tu. Unajua ile. Niambie kwanza ipoje kwa wanangu ambao hawajafanya hata saifa moja sasa hivi na tuzo wanataka. Aznas haiko kwa ajili ya wasanii wa Aznas. Aznas iko kwa ajili ya wasanii wote. Kwa hiyo kama mtu unaona una deserve kuwepo Aznas, unakaribishwa. Na almost wote nimeshawaita. Kwa hiyo kama unajiweka pembeni ya mchongo ili uje utafute lawama, tunakukaribisha pia. Kwa sababu hamna kitu ambacho kimewahi kufanyika bila kuwa na lawama zozote. But be part of the process, afu complain kwamba I was part of it and sikufanikiwa. Au sio? Unaongopa ndugu yangu Fobi. Ni kweli. Be part of it, afu katae kwamba sijafanya, lakini hujashiriki unalaumu. Ingia kwanza ushiriki, then useme kwamba ndio. Because that's all I can say. Hii sio kwa ajili ya wasanii wa Aznas. Kwanza mpaka sasa hivi Aznas haina msanii ambaye imemsign au inafanya naye kazi kwa mkataba, hapana. Wote wanaokuja wanajitoa kwa ajili ya kufanya project ziendelee. Kwa sababu wataanza kuwaona na wasanii wa Uganda, wasanii wa Kenya, kwa kila nchi watakataa sasa kwamba wao ni wasanii wa Aznas. Kwa sababu wataingia wa Uganda wengi, tuna project na Zambia wengi. Kwa hiyo utakataa hadi Zambia utasema hao wote wasanii wa Aznas. Angalia opportunities. Yani kuwa na jicho la kuona nafasi. That's all I can tell them. Hivi maana yake ni kwamba tunakwenda kuikusanya Afrika kuiweka pamoja, kwa sababu kama inaanza Zambia, inaanza Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, na maana East Africa imeisha hiyo. Yes. Ndo plan na lengo kubwa ni Aznas Africa Awards. Africa Awards. Sio Aznas Tanzania Awards. Sio Aznas East Africa Awards, sio Aznas West Africa Awards. Ni Aznas Africa Awards. Kwa hiyo aim kubwa ni kuhakikisha tunafikia kwenye nini? Kwenye Afrika. Kwa haya ni mapito ya kuanza na hatua. Hata huwezi kutaka kumaliza kula ng'ombe mzima wakati hujamaliza kuku kwanza. Kwa hiyo unaanza kwanza, unamaliza kuku, unaona kama unaweza, unaanza mbuzi, unaanza kondoo, unamaliziana nani? Na ng'ombe mzima. Kwa hiyo it's African project. Nice. Jocelyn, ukisikia kuna mradi kama huu wa hip hop lakini ni wa kujoin Africa kama legend kwenye rap ya Tanzania, Bongo Flava kwa ujumla, una kipi cha kusema? Yaani nachokisema ni kwamba watu wategemee mambo mazuri kutoka kwangu. Yaani mradi kama huu ulipotokea, bonge ya fursa. Kwa mimi akilini mwangu ni kuachia bonge ya jiwe ambalo nitawakonvince watu wanivote nichukue mchongo baba. Unafikiri mimi sitaki kwenye award kukamata mkubwa mwaka huu, comeback mwaka huu tuzo? Asa ulikuwa ujui? Comeback inabidi iwe ya kibabe sana. Yaani hiji ya kinyonge nyonge. Kwa hapa kikubwa ni kuachia mawe mawili matatu haraka. Ili ya kuweza kuamsha vitu vikubwa. Wakati unakuja kwenye game kuna zile project kama hizi, zile usione so sema naye sijui tukutane nini, umoja umefanya hivi. Zamani mlikuwa mnazifanya. Ila this time around naona kama Azma ndo mtu ambaye amezirudisha tena kwenye chain ya kuzifanya hizo Tanzania Kwanza, umoja na vitu vingine kama hivyo. Nataka uniambie experience ambayo umeipata sasa hivi kulinganisha na ambacho mlikuwa mnafanya zamani. Kikubwa kwanza mimi nashukuru sana kampuni nzima inavyoendesha mambo yake Aznas. Au sio bwana? Kwa sababu wadau wako wengi sana hapa Bongo wameshindwa kufanya hichi kitu. Sio kama hawaoni au hawajui. Wanafahamu lakini wameshindwa kufanya hichi kitu. Sasa Aznas Link wamefanya hichi kitu. Kikubwa ni kusupport tu. Ni kusupport umchongo ili tufike mbali zaidi. Sisi wasanii tuna ndoto tofauti. Kama vile ambazo project zilizokuwa zinafanyika siku za nyuma zilileta kitu chake fulani. Zilituzalishia vitu fulani. Kwa hiyo
na hii kitu sio kitu kidogo, itaenda kuleta vitu fulani, itatuongezea mambo fulani. Bana, nimekumbuka kitu. Interview yangu ya mwisho na Moni Central Zone alisema kwamba Jocelyn ndiye rapper pekee mkubwa katika hadhi yako ambaye ameshawahi kusimama mbele ya kamera akasema yule mtoto yule Moni yule noma yule mimi namkubali. Alafu nimeona jana kama sio juzi, nadhani ni juzi weekend, amefanya moja ya matamasha ya Mwenge, lakini uwanja mzima ulikuwa unaimba ambacho Moni anakiimba. Kama umeiona ile clip ameishare Moni. Nataka uniambie kwa nini unamwona Moni kama rapper katika marapa bora, kwa sababu ni wewe anakurefer kama legend ambaye umeshawahi kumtangaza hiyo mbele ya umma kwamba yule dogo noma. Real recognize the real bro. Kwani si unamwona wanangu style zake nini, na yeye ana utundu fulani ambao anaweza akafukunyua vitu ambavyo wewe huwezi kuviona. Kwa hiyo yani ana kitu kikubwa pia. Styles au Mnyamwezi mwingi, style sana, lyrics kali. Kila mtu ana mbwembwe zake kwenye hii sanaa. Kwa hiyo usishangai yeye kuniona hivyo na mimi kumuona hivyo. Hivi unawishi upige naye dude yule Moni Central Zone hata ikiwa leo jioni? Yani muda wowote, anytime. Kwa nini sitamani kufanya kazi na watu wanaofanya kazi vizuri? Anafanya vizuri, itapendeza nikifanya naye. Si unajua? Na mimi style zangu nika switch naye aka switch, lazima ilete kitu fulani cha hatari sana. Kwa kibongo na wewe unajua kwamba iko pi yangu. Yaani ukiitazama unajua huyu mtoto nimemzaa. Huko sio unaenda mbali sana. Yaani sio hivyo. Kwamba Mnyamwezi kama mimi. Unakuwa unaelewa kwamba kuna nguvu fulani inaweza ikawa imetumika kuatia watu nguvu wakafanya vitu. Labda watu wengine wanataka kufanya vitu alafu kama wanakuwa wanasuasua. Pengine ninaweza nikawa na mimi mmoja kati ya watu ambao nimewatia nguvu watu fulani waendelee kufanya vitu fulani. Sawa. Fodi, mambo vipi mzee? Mungu mwema sana. Uko mzuka? Niko sawa. Mzalendo halisi. Kabisa. Fobi Tanzania. Logo ya taifa. Mtoto wa Morogoro. Hivi ni Morogoro ni Ruvuma. Sasa uwezi amini, mimi nilikuwa najua wewe mnalima sana Morogoro vitunguu. Kwa nini haulimi Ruvuma kwenu vitunguu? Mzalendo halisi. Nalima kule home kwetu, nalima sehemu mbalimbali. Na bado upo kwenye vitunguu? Nipo kwenye, sio vitunguu tu, makaroti, sijui mahoho, sijui mavitu gani, nafanya hizo mishe bado. Kwa mtu ambaye anaitazama Tanzania Kwanza, ushaniona anaangalia project alafu ajui kama kuna hizo fursa mikoani huko, wewe unafanya hivyo vitu, unamwambia nini kumfungua ili ajue mambo mazuri ambayo yanapatikana ndani ya hili taifa letu? Unajua nchi yetu imegawanyika kwenye vitu vingi sana. Kuna fursa nyingi ambazo wewe unaweza ukahisi kwamba hii sio fursa, lakini ni fursa. Ubaya wetu ni mmoja. Tunapenda kufanya kitu ambacho mwingine anafanya. Watu hawajaribu kufanya vitu vyao ili kuviumbua au kuvivumbua ili viweze kuigwa na watu wengine. So fursa ni nyingi. Umeona kama mimi nimeanza muda mrefu sana of course namshukuru mama yangu. Nimeanza tu kuanza kuhit kwenye muziki, akaniambia mwanangu, kuna mashamba kule, kuna nini, wekeza kwenye mabustani na vitu mbalimbali, haitokusumbua. Wakati wa corona wasanii wengi walisumbuka, lakini mimi nilikuwa na shoot video makali, nafanya nini kwa sababu ya kuwekeza. Kwa hiyo nchi yetu ina fursa nyingi sana ambazo tukikaa kuacha kulaumu mitandaoni kwamba hatuna ajira, hatuna nini, ukitumia fursa unaweza kufanikiwa sana. Umeelewa? Kwa hiyo watu tutumie fursa, tutumie akili, tupite njia zetu pia nyingine, tusipite njia ambazo watu wengine wamezipita, kwa sababu vitu vyote vimechukuliwa. Unanielewa? Kwa hiyo kingine ambacho naweza kusema hata bila kuniuliza kuhusu Aznaz Awards, Africa Awards. Unajua mimi ni moja kati ya watu ambao huwa nikitweet vitu vinaondoka sana, na nimewahi kutweet vitu vingi na vinafanywa kazi, iwe na serikali ama BASATA ama nani. Niliwahi kuomba BASATA wawe wanawaita wasanii, sio tu wanapofanya vibaya, basi wawaite pia wanapofanya vizuri na kuwapongeza. Nashukuru Mungu lilitokea na wakawa wanawaita wasanii. Mmoja wapo ni Maarifa ambaye yupo kwenye hii project ya Tanzania. Aliwahi kuitwa kupongeza kwa kufanya vizuri, na natamani hicho kitu kiendelee, kwa sababu unapomuita mtu kumpongeza kwa sababu amefanya vizuri, kuna watu wengine watakuwa motivated na watafata. So kupitia hizi tuzo za Aznaz niliwahi kuandika pia, jamani, kuwepo na tuzo kwenye nchi yetu, na watu wengi walikuwa wanalalamika, lakini zikija tuzo kuna mtu anajiona mkubwa kuliko tuzo, hataki kushiriki. So kwenye hii Aznaz Awards, Africa Awards, natamani kila msanii wa kutoka Tanzania ashiriki,
kwa sababu ni jambo la mtu Mtanzania ambaye amejidhatiti na kufanya. Kuna watu wengine watajiona wao wakubwa kuliko tuzo, ni si kitu sawa. Umenielewa? Yani kila mtu ashiriki kwenye hizi tuzo. Kama ni tuzo za hip hop, basi peleka ngoma zako, fanya madubwana, shiriki kwenye hizi tuzo. Kwa nini usishiriki yani wakati ni tuzo za hip hop? Wewe ni nani yani? Kwa nini usishiriki? Kwa hiyo yani natamani sana watu kama Brother Azma watokee wengi. Unanielewa? Na Azna's Company watokee wengi waweze kufanya vitu. Kwa hiyo kilichotokea hichi kitu natamani watu wa join na waweze kushiriki ili mambo yaende. Game unaona hapa katikati hip hop imechangamka sana kwa sababu ya Azna's pia. Watu hawawezi kuona, watasema oh sijui nini, lakini Azna's imekuja kuamsha vitu vingi sana. Unaelewa? Kwa hiyo hata wabongo flavor na waonea huruma, yani wanatamani kweli mtu atokee afanye vitu ambavyo vinafanyika vya hip hop na vitu mbalimbali vya ambavyo anafanya Brother Azna's. So yeah. Haina noma mwanangu. Mzalendo halisi. Mimi ni logo ya taifa. Logo ya taifa. Ukiniona mimi ndo naiona Tanzania. Yeah. Bana tupo na Black Queen. Ushaelewa, Malkia Mweusi. Huyu ni Mkuria huyu. Unajua Wakuria wasanii wengi wa kike kutokea kule Mara kule, hata Lil JD alianza kama mchanaji. Unajua JD wakati anapita ile ya kwanza ile alikuwa noma sana. JD ukimkuta katika ubora wake, wewe ushalisikia lile ni ni JD anaweka vesi, JD anaweka vesi, wanachanana hapo. Noma ile afu la mapenzi. Ile ndio hatari. Mambo vipi? Kama kaa. Mzuka. Mungu mnene. Baada ya Lil JD au nimesahau mtu jamani. Baada ya Lil JD nadhani wewe ndo msanii mwingine wa kike kutoka Mara. Yeah. Au kuna mwingine nimemsahau? Unahisi kwa nini imechukua zaidi ya miaka 20 kumpata msanii mpya wa kike kutoka Mara? Kwa sababu kule tuna kitu kinaitwa Machaba. Machaba ni jino ambalo sisi kule ndo tunaliabudu. Kwa hiyo hilo jino waga alitoi vitu ovyo ovyo. Kwa hiyo ukiona kama sasa hivi imekuja Black Queen means kwamba is a blessing kwa Kurian tribe. That's why hapa katikati nakuwa na push agenda yangu ya Mkuria girl. Kwa kumaanisha kwamba hiyo ni blessing imetoka from the bloodline. Inaitwa Machaba. Jino. Jide analijua, ukimuelekeza atakwambia. Jide. Ilikuwa ni jino la tembo au jino la mzee? Jino la tembo. Tunaliabudu kule. Kule kwa kule. Kwa hiyo ni blessing. Ukimwona mtu kama hivi katokea kuna namna fulani vime connect na Mara. Ndio maana unaona hamna msanii ambaye ni Mkuria amekuja kwenye game afaka potea kizembe. Naomba unipe mfano. Nipe mfano. Bini upupu. Nipe mfano. Yani Alijakopa. Alijakopa ni Mkuria? Kuna Jide, kuna nani? Kwa Zuchu kwa mbali anakautia. Alijakopa. Alijakopa nani? Mama anaimba taarabu sana huyu. Isha Mashauzi. Isha Mashauzi. Isha Mashauzi. Isha Mashauzi Mkuria. Tuko wachache lakini angalia. So mchezo. Watu watani. Kwa hiyo ni Jide, Isha Mashauzi na Black Queen. Hao ndo watu ambao kutoka Mara katika wanawake na so mchezo. Hao wawili ndio ma legend yao. Na wewe unajiona katika level zao kwa sababu wamefanya kweli kweli hao watu wawili. Mimi sijioni huko, najiona nikifanya vitu kabla ya wakati kufika. Tawa surprise tu. Kuna namna tutaelewana. Ni kazi tu. Haina noma. Sasa katika dude kama hili umevaa culture na nini tunazungumzia Tanzania yetu. Hivi Masai Mara sina cross pale nyumbani pale wale wanyama. Ushawahi kushuhudia moja kati ya vivutio vikubwa duniani ni ile movement ya wale wanyama pale kwenu pale. Ushawahi kushuhudia hivi mamba linakamata nini unajua hiyo siku ni TV vyote tukiona tunaona noma ujue. Niambie kitu, mimi babangu ni mhifadhi wa wanyama pori. Kwa mimi nimekulia porini. Mpaka baada ya kutoka mpaka nilipotoka darasa la 3 nimetoka porini. Kwa hiyo maisha yangu yote ni porini. Mimi naweza nikakaa na mnyama nikakuelezea kila kitu kuhusu mnyama kwa sababu yani unajua wahifadhi watoto wao wanaishi na familia wanaishi kule ndani. Kweli? Kwa hiyo nimeishi Tarangire, Manyara, Ngorongoro kote tumekaa. Niambie kuhusu ngiri. Ngiri ana tabia gani? Cha kwanza ngiri ni mtu ambaye usimpige picha na flashlight. Ngiri? Ile pacha ile flash ya nini ya kamera. Mmoja mnyama hatari sana. Anakuja. Mmoja mnyama yani ni mtu fulani ana makasiriko tu, ile amevurugwaga. Yule hataki shobo, fanya mambo yako afu simpige picha akajua. Ila ni mtu poa pia. Chui vipi? Chui. Chui ni mtu fulani ambaye mimi ni mnyama unajua. Ni mnyama ambaye anapenda sana, ni mchokozi. Yaani analianza akikuona anatifuana. Yaani ni mchokozi, akiwa na njaa basi. Akiwa na njaa anaweza kukuvamia. Lakini sisi kule tulikuwa tunatembea na radio calls. Kwa hiyo kitokea chochote unapiga simu. Ila kuna limitations zetu, sio kila mahali unaingia. Bana, hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinapatikana Tanzania. Yaani ukienda kwa kina Black Queen kule mwanangu. Tanzania kwanza hiyo noma hiyo unaona ma adventure kabisa, maajabu ya dunia haya hapa.
Haina noma basi mdogo wangu. Si mzuka? Madude yako ndio anakuja. Simsi zitaita. Sana mzee. Baridi barafu. Ewa mwanangu Azma. Pamoja sana my brother. Ili ni chimbo la hip hop. Mimi naitwa Lwatan JR Junior. Tunaweka nukta hapo till next time. Ciao.